Jaal mong'ere gi nying mar Javan Oloo mabende ne en dereva mar ker mokuongo ma Pachokae migosi Jomo Kenyatta wacho ni pod orito omenda mabende owinjre Ochiwne mar retirement. Javan mabende gisanieri nitiere koda higni 87 wuok e gwengego mag Pala ei Ndhiwa ei kaunti noero mar Homa Bay. Wacho ni ne oritaya e higa mar 1989 kaka dereva mar ker Machon, komedo wacho ni nochako chenro mar riembo e higa mar 1952 ne piny owacho, kabende nochako tije makamago e kaunti ma Kisii kapok nodare otere nyaka e kaunti ma Kisumu, bang'e to notere e kaunti noero ma Nairobi. Odinga na kijana mtoto yake Raila Odinga waliwekwa kwa detention. Watu wa West Kenya yote tulitoka hapa mwendo wa saa 7 ya usiku kwenda Nairobi ili tuone mzee Kenyatta kama anaweza kubali awache hawa wazee, mzee na kijana yake. Na tulipofika pale, Kenyatta yenyewe alinisalimu, alisika mkono yangu. Mimi nilibeba mafuta kumpelekea yeye. Nikaenda na kwake, akasika mafuta hivi, askari akachukua, akarudi kusika mimi mkono. Mimi nikarudi reverse nyuma, nikapiga saluti, nikarudi nyumbani. Nikarudi pale nilikuwa nakaa. Na nyumaye mzee Kenyatta alisema, hata ikiwa sasa mmekuja, kuna mtu yenu mmoja atakuja hapa kusema ati hao watu wakae tu ndani. Huyu jamaa alitoka upande wa Homeland, anaitwa Okeke Mayo, alikisa kufa. Sasa mambo ilikuwa namna hiyo. Hiyo safari ya kwanza. Chakula ilipigwa hapo mingi, watu wa Nyanza walikataa kula hiyo chakula. Sisi tuliona paka hawa kwa jeshi huko, ndio tulikulia huko. Hiyo safari ya kwanza. Safari ya pili tulienda tena kujaribu kuomba wawachwe. Tulikuta kama pineapple na mananasi letwa kusinda hii nyumba. Ndio watu walikula huko siku hiyo. Ile ya kwanza watu walikataa ati ilikuwa kiapo ndani, watu walisema hivyo. Kwa sababu hiyo yote ilikuwa mimi naelewa, mimi nilikuwa dereva ya wao kwenda Gatundu. Sasa kitu niliona kwa Kenyatta ni mingi. Kutoka kwa hapo hapa Homa Bay, Kenyatta alikuja safari nyingine. Ikawa mimi ndio wakati huo ilikuwa mimi naendesha motorboat kwa Lake Victoria. PC Chelugeta alikuja, tulikuwa na DC naitwa Gol. Hao jamaa waliniambia, mtoto wa Selfano, ujiadhari, baba yangu naitwa Selfano. Baba yangu alikuwa kama court prosecutor. Jua umebeba Kenya mzima. Pakujichunge kweli. Sasa tulianza mwendo ya kwenda Homeland. Tukatoka Homeland tukaenda Sembo Bay. Kutoka Sembo Bay tukarudi mpaka Homa Bay. Halafu Kenyatta, unajua pale ilikuwa injini, ilikuwa chini. Watu wengi walikuwa hapo, wengine wako juu. Iko ghorofa, iko nyumba nyingine mahali, nyingine hapa, na mimi nilikuwa chini. Kenyatta akauliza dereva iko wapi au hii motorboat, akaja akaona mimi niko kwa simu. Akamwambia, wewe mzee kijana toka nje. Aliniuliza jina langu, nikamwambia mwishowe akasema, mtu kama huyu nafaa kupewa msara ya kusinda madereva yote katika Kenya. Kwa sababu kazi ya Lake Victoria ni ngumu. Yeye iko ndani ya maji, wakati yote ana njaa na nini. Saa yao ya kuaga dunia ni rahisi sana kwa sababu wanatembea kwa maji. Hizo Kenyatta alisema. Saa yangu ilikaa, wengine wakapinga, wengine nini. Paka tu last year, mimi nilikuwa naendaga huko kila wakati. Nenda kwa ministry yetu, nenda kwa Bima House. Paka mambo ya faili yangu ilipotea karibu mwezi 6. Faili yangu ilitafutwa mpaka juzi ndio ilipatikana. Mimi nilitoka Nairobi last year, January. Ndio nikawa pale nangozea, hata hizo pesa sijaiona. Waliniongeza shilingi 1000 kwa pension. Kuuliza area yake wakaniambia nienda kwa Huduma Office. Huduma Office naye bado wanaendelea mpaka leo wanaongojea pesa kutoka Nairobi. Mimi naendaga kila mwezi Homa Bay nione kama Huduma ameleta pesa yangu, asijaiona mpaka leo. Nilizaa na mzee watoto, lakini wakati aliretire ilipata kama mtoto wangu hata mmoja hajaingia secondary.
ilinibidi niingie kwa biashara. Nilifanya biashara, wamesoma. Lakini ile shida nimepitia ama ile shida tunapitia hapa nyumbani ni shida kali sana. Manake nyumbani hapa huwezi ukapata chochote. Bila pesa hakuna kitu unaweza ukapata. Manake naye ugonjwa sasa imetulemea. Wenzangu wamekuwa wazee, mimi pia naelekea hapo. Ugonjwa imenilemea na mimi siwezi fanya biashara, siwezi fanya kazi yangu shambani vizuri. Watoto, kuna watoto wamemaliza shule kama watoto wangu, hakuna vile wanaweza enda colleges. Kwa hivyo tuko na hao nyumbani hapa tu. Tuna shida manake vile tunaweza kutunza mzee hamna. Mzee naye ndio huyo ako hapa, anatakikana apate chakula nzuri ya kula. Hawezi akakula kwa njia mzuri manake hatuna pesa. Kwa hivyo tunapitia shida kali sana vile tuko hapa nyumbani. Hatuna raha na hatujaona uzuri wa mzee kufanya kazi mpaka wakati huu. Yeye alikuwa kazini. Alikuwa na bidii ya kazi. Huwezi kupata yeye hata kuenda kwake nyumbani. Mahali alikuwa anafanya kazi. Alikuwa nje kila wakati. Alikuwa na safari mingi. Usiku na mchana alikuwa anafanya kazi. Na vile mimi naona sioni kama amevaa vile amefanya kazi. Alikuwa na shida mingi sana wakati atakuwa anafanya kazi. Hata watoto wake wengi hawakuenda vizuri kwa sababu alikosa pesa ya kupeleka hao watoto shuleni. Kwa hivyo mimi naona kwamba kama iko njia yoyote kusaidia huyo ndugu yangu ingefaa ifanywe ili apate kitu ya kusukuma maisha yake wakati wa sasa. Sasa iko na wabibi watatu na wana hawajakaa vile ilikuwa amefanya kazi.